Jambo kanisa la Bwana. Mutani warazi wakati nazungumuza juu ya Mikaeli Lwira, kwa sababu historia ya mtu inaziandika yeye mwenyewe. Mtu anajiliaka mwenyewe, anazipeleka kaburini kufatana na mambo aliyofanya. Hivi historia ya Mikaeli Lwira tuligawanya kwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni historia na sehemu ya pili ni biografi yenye tunasomaka kila siku. Donc Mikaeli Lwira ce n'est pas n'importe qui. Il est tout autre. Kitu ya kwanza ni ulizo. Mikaeli Lwira ni nani? Mikaeli Lwira qui est-il? Na watu wanajiuliza Mikaeli Lwira anaenda zikwa pamoja wa pasteur, qui est-il? Réponse ni simple yenye mutabeba muvichwa. Ya kwanza, Mikaeli Lwira c'était sénateur de la CBK. Ya pili, c'était bibliothèque de la CBK. Ya tatu, c'était historien de la CBK. Hivi wakati watawauliza Mikaeli Lwira ni nani, utasema Mikaeli Lwira ni sénateur. Il a travaillé dans la chambre basse et dans la chambre haute. Il a été membre effectif, il a été comité exécutif. Donc il a travaillé dans les deux chambres. Tena yeye ni bibliothèque. Tena yeye ni historien. Hivi kifupi cha historia ya CBK kusudi muifahamu. Mnajua CBK ilikuwa kitu ya kwanza au groupe ya kwanza kureklamer indépendance même avant le Congo. C'est en 1959 à Burungu. Avant l'indépendance du Congo, la CBK avait déjà réclamé l'autonomie. Donc nous sommes plus que Congolais. Hivi wakati CBK ilianja, iligawa kazi za CBK ziligawanyika kwa sehemu kubwa kubwa ine. Sehemu ya kwanza walikuwa les politiciens. Les politiciens ni wale walikuwa wanafanya relation église et l'état congolais. Watu ambao walitumika walikuwa wadepute, tutataja mmoja. Hivi katika liste zote ambazo nitataya, kama sitaye jina lako, wewe usubiri. Donc haiko liste ya mwisho, tunaendelea tulitaye hivi upasiande, utie roho chini. Tulikuwa na wadepute. Depute wa kwanza ni Mathias Mbasa. Depute wa pili ni Yese Karunda. Depute wa tatu ni Revera Kakule Musa. Depute wa ine ni Philippe Kabenge, na wengine wa depute wanaweza kuendelea wakifanya relation entre l'église et le temps. Groupe ya pili walikuwa wa operateur économique. Hawa watu wote walikuwa wa sponsor wa CBK. Wale ambao wanaleta mchango kusudi CBK endelee mbele. Wa sponsor wa CBK walikuwa Goma, tulikuwa na Mwanaweka ambaye alikuwa le premier trésorier de la CBK. Bambu tulikuwa na Kakule Mikaeli Lwira Yohana. Bwatsinge tulikuwa na Mukanda Butsumbwa, tulikuwa na Karambika, tulikuwa na Mukama, tulikuwa na Kivuya, Kitsumbiro, tulikuwa na Bayonga, tulikuwa na Vikungu Baliananziu, alikuwa komite executive pia, tulikuwa na Yeremia, tulikuwa na Kambine na wengine. Bukavu tulikuwa na Makeba, Mudusi na wengine ambao tutawaongeza baadaye. Katwa tulikuwa na watu kama Sivaheswa, tulikuwa na Musai Kisisi, tulikuwa na Mbululi, tulikuwa na Kakarama,
Tulikuwa tena na Mbasa, hata alikuwa député, mena alikuwa coopérateur économique, kwa sababu kwa muda fulani alileta mshahara ya waganga wakatwa pendant 6 mois. Quand il y avait une crise totale, il a financé de son argent pendant 6 mois, il faut voir. Les fonctionnaires, watu wa kazi, tuko na watu wengi hapa. Tutataya Mbululi ambaye alikuwa adopito Katwa na akakuwa premier directeur wa departement medical ya leo kwa wakati wa sasa ya wakati yule. Tulikuwa na Bikungu Samuel Bananziu ambaye alikuwa adopito Kechombiro. Tulikuwa na FMV specialiste ambaye tulikuwa na taya André Kitula, walimusinomea Kitula parce que c'était le premier mwenye alifanya césarienne pa Kichombero. Wakati alikuwa na pasangula mwanamke wakamutaya kwa jina la Kitula. Tuko na watu sawa na wasihi munifati. Tuko na watu sawa Musa Ikatabu ambaye naye alikuwa directeur wa departement medical kwa wakati ule. Grupa ingine ilikuwa ya wapasteur. Wapasteur kazi yao walikuwa wanafanya evangelisation na kufanya administration de l'église, maintenir la doctrine jusqu'aujourd'hui dans sa pureté. Haikuwa watu ambao wanapapasa gisi watu wale wanapapasa, anaingia mkasekte analeta ile, anaingia walichunga la vraie doctrine baptiste. Walikuwa watu wafatae, nitataa wadogo juni wengi. Kuko watu kama Reverend Musambani Joseph, watu kama Reverend Kauta Mark ambao ni deuxième représentant légal de la CBK, watu kama Reverend Kulala, watu kama Reverend Ndoli, Reverend Lawi Bakulu ambaye ni premier représentant légal wa CBK, watu kama Mangolopa ambaye ni deuxième vice représentant légal wa CBK, watu sawa Bulele Basongia, watu sawa Reverend Ndoli, watu sawa Reverend Sheikomi Nganza ambao mnaona kivuli yake hapa. Faut me voir dans la joue de Sheikomi Mulaulu Daniel. Watu sawa Undikwa Bwirwa, watu sawa Bigenza, watu sawa Ngundo, watu sawa Tasenya ambaye ni directeur wa kwanza wa departement ya evangelisation et vie de l'église, watu sawa Rugamika, watu sawa Musiro, watu sawa Siviolo na wengine wengi. Ni wengi sana. Wamama ambao walikuwa wa premier membre effectif. Wa membre effectif wa kwanza walikuwa 3. Kulikuwa Esther Pakatwa ambayo tunamtaya Mama Carlos. Kulikuwa Esther Kalendi Pagoma ambayo tunamtaya Mama Walire. Kulikuwa Lose Kichombiro ambayo tunamtaya Mama Kipuni. Kulikuwa pia grupe ya baskuti. Grupe ya baskuti ilikuwa komboze na ekipe 2 kubwa. Kulikuwa Katwa, ekipe ya baskuti ilikuwa dirige na Pierre Katsese, na Kichombiro ilikuwa dirige na Likanya ambayo mliona kijana wake tulimuzika hapa sasa hivi mliona. Katika enseignement tulikuwa na watu wawili wa maana. Kulikuwa Petro Piri ambaye alikuwa directeur pale Katwa, na Bahotwa Elize ambaye alikuwa directeur pa Kichombero. Wale wote walifanya uzuri wa CBK na kutayarisha mazingira ku jeunesse. Donc watu wote walikuwa represente. Jeunesse tulikuwa na Bulele vya Siongia, alikuwa mtu wa Fafar na ekipe mobile.
na tulikuwa pia na Reverend Kisando ambayo alichunga jeunesse kwa nyimbo na kwa maendeleo. Kwa sasa huyu ambayo naacha tunaikala hapa alifanya kazi gani kusudi aitwe senateur? Papa Bikaeli Lwira, kitu ya kwanza pamoja na vingine vyote, ye aliinfluence CBK katika Assemblée Générale kusudi poste itoke Kabati ikuye Bambu. Ile ilikuwa grande decision kuinfluence watu 100. Unawambia poste leo inahama, kama mko besoin na vifaa ndavifanya. Donc avec sa force, voilà un sénateur. Kitu ya pili, ali-initié, c'est lui l'initiateur ya Institut biblique ya Bambu, aka-initié na école primaire na école secondaire Bugina Bambu. En 1983, il a sollicité, en 1983, il sollicité comité exécutif et de fanya maasize yake Bambu. Là j'étais présent. Ça je parle de ce que j'ai vu dans mes propres yeux. J'étais présent. En 1983. Il a sollicité, il a réussi na Assemblée Générale ikaenda kuwa Bambu. Bikaeli Lwira alituma watu wengi kwenye masomo, na leo ni watu ambao wanakuwa na raya yulu. Agiz tunaweza taya Dr. Boss ambaye alikuwa recommandé par huyu baba, na leo yuko specialiste anatumika kazi zake katika nchi yetu. Sijui kama Dr. Boss iko karibu, asimame muone. Yule ambaye alikuwa recommanded, tulikuwa naye kule kaburini, sijui kama alishaenda. Hivi tunaposema kama Bikaeli Lwira iko senateur, iko bibliothèque, iko historien wa CBK, tunasema na hakika. Bikaeli Lwira ni nani? Biografia yake. Baba Bikaeli Lwira, ambaye wengine wanamuita baba, wengine wanamuita muyomba, wengine wanamuita kaka, wengine sokulu, anaitwa kwa jina la Kakule Bikaeli Lwira Yohana Aocha katika Kifaransa. Baba Bikaeli Lwira alizaliwa mjini Bwakere, groupement Mbule, Seferi de Batangi, ndani ya territoire de Lubero, tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 1940. Yeye ni Mkongomani halisi, Congolais de père et de mère, comme on le dit. Masomo yake alisoma masomo ya msingi pa Kitsumbiro tangu mwaka 1915 hadi 1955. Alifanya pia mafunzo au formation sur la gestion des coopératives. Niwaambia kama alikuwa operateur économique. Maisha ya kiroho, aliamini na kubatizwa kwa mwaka 1956 kwa kanisa la EPBK Matula. Alifunga harusi na mke wake Kavira Nzuba Sera kwa mwaka 1960 katika kanisa la CBK Matula ndani ya territoire ya Lubero. Harusi yake ilibarikiwa na baba yake mzazi aliyeitwa kwa jina la Pasteur Petro Malekani Bikaeli Lwira, donc il est fils de pasteur. Katika harusi yao walibarikiwa na watoto 13. Miongoni mwao
mkiwa wavulana 6 na wasichana 7. Wawili kati ya wasichana wamekwisha kutangulia. Walibarikiwa na wajukuu 48 48, wajukuluza 27, na hawa wajukuliza pia wamezaa watoto 7. Alikuwa mwimbaji pia mpiga ngunga katika makanisa mbalimbali ya CBK. Alikuwa mzee wa kanisa kwa muda ya miaka mingi. Alikuwa mwalimu ya wanafunzi wa Biblia katika kanisa la CBK Kahunga, Pose Buturande. Alikuwa membre effectif pia comité exécutif tangu ongozi wa représentants légaux Bakulu Lawi. Donc niliwaambia kama il est sénateur à vie. Depuis le premier représentant légal alikuwa mubulo mpaka siku anaingia modongo na iko mubulo. Sénateur à vie. Ngine wanatafuta kama sénateur à vie bure bure, c'est le vrai sénateur à vie. Depuis le début jusqu'à la fin, il est au boulot de la CBK. Kazi za maisha. Tangu mwaka 1959 hadi 1962 alikuwa mwalimu kunako shule la Epe Matula. Tangu mwaka 1962 hadi 1964 alikuwa mfanyakazi kunako plantation ya kahawa Pabuhuka ndani ya teritoria ya Ruchuru. Tangu mwaka 1964 hadi 1966 alikuwa mlimaji. Tangu 1966 hadi 2007 alifanya kazi ya biashara. Tangu 2007 hadi 2008 alitumika ndani ya entreprise Calitex. Tangu 2008 mpaka 2011 alitumika ndani ya Copec Le Grenier. Tangu 2011 mpaka leo alikuwa mfanyakazi katika hospitali ya CBK Bethsaida. Aliongoza jamaa kwa upendo mkubwa. Alisaidia watu mbalimbali bila ubaguzi. Alikuwa mwenye kuheshimu wakati sana. Alifikiria sana maendeleo ya CBK hadi uzee wake. Alipenda kujua habari za nchi yake, pia kutoa habari kwa watu wengine. Alipenda kuimba katika nyimbo mbalimbali za faraja. Mnajua Bikairira alikuwa membre effectif mwenye na ikala kimya, lakini naiko na bloke. Alikuwa na memoria ya kubloke kontrandi yote. Hivi ile wakati, kwa sababu makontrandi ilikuwa nakuya tar, wakati anafika kukanisa lake anaeleza montamo kontrandi yote bila kuona karatasi. Il était très intelligent. Magonjwa yake. Bikairira yeye alikuwa na bahati tangu alizaliwa mpaka siku aliingia hospitali, haya kula shindano, haya kulaga kinini. Donc toute la vie hakukuwa mgonjwa. Magonjwa yalimshika hapa nyuma na akaingia katika hospitali ya Bethesda mahali ambapo alikuwa anatumikia, na waganga wakasema anagonjwa kasere ya stoma. Na ilikuwa malali ya kwanza na tena malali ya mwisho ya maisha yake. Hivi jamaa Bikairira inatoa shukrani kwa viongozi wa shirika kwa kutupongeza tangu magonjwa ya baba yetu hadi sasa. Wanatoa shukrani kwa viongozi wa hospitali Bethesda na waganga kwa kusumbukia baba wetu mpaka mwisho.
wanatoa shukrani kwa wachungaji wa makanisa mbalimbali kwa ajili ya kuleta mafundisho na kuleta maombolezo nyumbani. Tunashukuru pia ninyi wote ambao mnafika kuhudhuria kwa kifo na maziko ya ndugu Senator Vikailwira. Mungu wetu awabariki na mubarikiwe.